Ya, niko na nabii wa Bwana hapa, mtumishi wa Mungu, japokuwa unawahi na unakimbia. Hebu kidogo nataka nikuulize maswali kidogo. Kuna kongamano la Paulo na Sila ambalo linakwenda kutokea ama linakwenda kufanyika Dar es Salaam. Unaonaje mwitikio wa watu katika kuitikia kwenye mitandao ya kijamii, lakini katika mialiko ambayo wewe umekuwa ukiwaalika hapa na pale? Unaonaje? Mwitikio ni mkubwa sana, mwitikio ni mkubwa. Ndio. Yaani hamasa ni kubwa sana. Sasa hivi natumiwa clip, sasa hivi nishapokea karibia clip 120 mpaka sasa za watu wanahamasishana twendeni Tanzania, twendeni Tanzania. Lakini kwa hiyo unataka kusema nini kuhusiana na marafiki sasa? Maana hao tunazungumzia marafiki, tunazungumzia watu wanaokufahamu, kwa sababu unajua mwitikio hauwezi kutokea kwa watu wasiokujua. Asilimia kubwa unatokeaje kwa watu ambao wanakujua. So unataka kusema nini kwa about marafiki na watu wanaokufuatilia kwenye mitandao ya kijamii? Amen. Mimi ni waombe marafiki zangu, wanasema hivi, akufaae katika dhiki, huyo ndo rafiki wa kweli. Ndio. Kazi kama hii haihitaji uifanye peke yako. Inahitaji watu wa kukushika mkono. Inahitaji marafiki. Na marafiki wazuri ni wale wanaokuja kipindi ndo unalima. Ndio. Au sio? Sio kipindi ambacho sio kipindi cha mavuno. Unakuta miruzi mingi. Kipindi wakati unapanda, kipindi wakati unalima, mvua inanyesha, unapalia. Ndio wanatakiwa kuja. Lakini wanaokuja wakati mavuno yako kwenye gala, wale wanakuaga sio marafiki wa kweli. Kwa hiyo niseme marafiki zangu wote, inawezekana sija kutumia taarifa official. Hii sasa ndio taarifa official ya marafiki zangu. Kabisa. Na waalika marafiki zangu wote Tanzania, mikoa yote, ndani na nje ya Tanzania, kuja katika kongamano kubwa la kimataifa la maombi ya Paulo na Sila. Ili kongamano litakuwa la ajabu sana. Lakini Bible haijakosea. Bible inasema pamoja na ukubwa wa nabii, pamoja na ukubwa wa upako wa mtu, lakini nabii akubariki kwa. Wao utaona wakongomani wamelishughulikia sana hili jambo. Lakini pia katika hilo hatuwezi kukiri sana kwa sababu tunaishi nao, tunakula nao. Ndio. Kwa ni vizuri kusapotiana, ndio mtumishi. Kabisa. Sitaki nikuchoshe. Ndio. Kongamano litafanyika wapi na tarehe ngapi na siku gani? Kongamano limekaribia. Kongamano ni tarehe 29 mwezi wa 3, yani mwezi huu. Siku ya Jumamosi, ni siku moja tu, yani ni siku moja tu. Airisha shughuli zako. Tumeweka siku moja kwa sababu Jumamosi ni weekend, watu hawaendi kazini. Kwa hiyo siku moja tu, acha kazi zako, njoo tumuombe Mungu na Mungu atakubariki sana. Mimi naamini hapa Tanzania tunakubalika sana. Ijapo nabii akubariki nyumbani kwake, lakini kwa sehemu Mungu ametubarikia, tuna watu. Tunashukuru Mungu kwa sababu kuna mtumishi mmoja wa Mungu, siwezi kumtaja hapa, ameshavunja hako kamwiko. Sasa hiyo ndio imetusaidia kutupa ujasiri sisi wote kwamba inawezekana lile neno lilikuwa kwa wakati fulani. Sasa hivi Mungu ameona atupatie heshima katika ardhi ya nyumbani kwetu. So Mungu akubariki sana. Naomba tuonane ni tarehe 29 mwezi wa ngapi? Huu wa 3. Kongamano litafanyika kwenye kanisa la Nuru ya Uzima, mahali ambapo mimi mwenyewe ndio nachunga mahali hapo. Kanisa la Nuru ya Uzima, Assemblies of God, hapa Ukonga Moshiba Lelini, Dar es Salaam, Tanzania, East Africa. Mataifa yote. Yani hilo kongamano ni la mataifa yote. Tutakuwa na upako wa bendera. Nadhani huu ni upako mpya. Huu ni upako wa bendera. Sasa sitaki kuongea mengi. Endeleeni kutafakari. Wacha niwaache kwenye tafakari. Tarehe hiyo tutakuwa na upako wa bendera. Unajua upako wa bendera haujawahi tokea Tanzania. Umetokea kwa ufunuo wa Mungu ambao Mungu ametupatia sisi. So Mungu abariki sana. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Acha nisiweze kukuchosha na maswali mengi kwa sababu najua unawahi kwenye huduma. Huko ni Bunju, So Mungu akubariki sana ukiweza kutembea mahali anafundisha mtumishi wa Mungu. Barikiwe sana. Mungu abariki. Neno la mwisho tukiendelea. Ndio nashangaa. Neno la mwisho ni kwamba
tushikane mikono. Ndio. Biblia inasema muwe na umoja. Yes. Kama sisi tulivyo na umoja. Kwa hiyo tushikane mikono. Yaani huduma, ukisikia tu kuna huduma kwa mtumishi mwenzako, sio mpaka upate barua ya mwaliko, sio mpaka upigiwe simu ya kwamba na sio mpaka ulipwe. Unanielewa? Sio mpaka ulipwe. Yaani sana babangu Mwanisenga ananiambia niandalie chumba cha kulala. Umeelewa? Niandalie pesa. Umeelewa? Sio mpaka ulipwe. Kuna mambo mengine unatakiwa kuyafanya kama sadaka. So njoni tumuombe Mungu, njoni tufanye kazi ya Mungu. Kumbuka ni maombi ambayo tunatakiwa wote tuombe ili tufunguliwe. Kwa lugha nyingine kila mtu anatakiwa kuja kwa niaba yake mwenyewe, kwa ajili ya kufunguliwa vifungo vyake mwenyewe. Kweli. Ndio. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Kama unavyoona ni namna tu ya kumsindikiza mtumishi wa Mungu anaelekea kwenye huduma. Ndio. Tumpeleke hapo, kachukue gari. Amen. Akachukua usafiri alafu Asante, Mungu akubariki. Tusiwe na mambo mengi, tukutane kwenye kongamano tarehe 29 mwezi wa 3. Kuna jambo? Hapana. Asante. Tarehe 29 29 mwezi huu wa 3. Miamba itapasuka. Vifungo vitakatika, minyololo itaachia. Magereza. Wewe bwana wewe. Yaani magereza yatatikisika, wafungwa wanaenda kutoka. Baba wewe bule. Sasa usiniulize wafungwa wapi. Sasa wewe njoo uone wafungwa wanavyotoka bule bila zamana. Asante. Moyo wangu na amani, mimi sina mashaka, kwa sababu yupo mtetezi wangu. Moyo wangu na furaha, wala sina mashaka, kwa sababu yupo mtetezi wangu. Yahweh